hivyo unalolizungumza, itabidi tumfuate na itabidi tuende mimi na wewe. Jana wakati nimelala usiku, ghafla nikahisi watu wawili wameingia ndani kwangu. Nimekumbwa na gagaziko la mamenzi, na mapenzi ni kina kirefu cha bahari. Na jeraha linairofisha mwili wangu, jeraha, 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 mbala mwezi na ngara inawamulikia. Mungu niongoze, nioneshe njia, niponeshe jeraha, niyashinde ya ulimwengu. Mimi ni nani, ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani, ni nani? Mungu niongoze. Mimi ni nani, ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani, ni nani? Nioneshe njia. Wamekata mizizi iloshikilia kwenye maisha, wameweka dotari, mbala mwezi ya ndana inawamulika wao. Mungu niongoze, nioneshe njia, niponeshe jeraha, niyashinde ya ulimwengu. Mimi ni nani, ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani, ni nani? Mungu niongoze. Mimi ni nani, ni nani? Moyo unauliza, mimi ni nani, ni nani? Nioneshe njia. Habari za hapa? Sawa, mimi nimekuja leo, lakini sio kwa sare. Naomba unitie fee. Sijamuona na ndio maana nikakwambia naomba unitie fee. Lakini shemeji, kwa nini nyinyi familia hii mnapenda malumbano? Mimi leo nimekuja kiubinadamu kabisa, lakini bado unanijibu majibu ya mkato. Fee! Wewe malumbano upendi? Fee! Upendi malumbano ungekuja. Fidausi! Oh.
Wewe mnakuomba. Mbona mnakuwa hivi shemeji? Unione. Baba alinifuata, lakini katika kunifuata alikuja kulazimisha mimi nitoe talaka. Nilitaka kujua kwenye hili mko pamoja au baba ni maamuzi yake mwenyewe? Tuko pamoja, ndio. Jana nilikaa na baba nikaongea naye. Kwa hiyo we bwana, jiandae kunipa talaka yangu. Hivi hiki ninachokisikia ni kweli kimetoka mdomoni mwako au nimekusikia vibaya? Wewe usitoelewa kitu gani? Kitu gani ambacho ukielewi? Hautakiwi. Fanya yako. Mbona king'ang'a? Sasa mdogo wangu tunafanyaje? Maana njaa inauma hatari. Shemeji tu mzee Mshunga. Mimi leo sipiki bibi. Shemeji. Wewe nayo kivivu wewe. Unajua leo zamu yako kupika? Fi. Mimi ndo zangu kwa fundi. Sipiki hasa utasema. Yaani wewe unachojua kuzurura. Kuzurura tu. Kija mtapika Jamani, wewe. ina Kupika, maana msiki au dharau? Zamu yako hasa, mimi sipiki leo. Hotel ya bote. Eti mke. Kwa ndoaga? Ndoa go. Una nini walimwengu? Mbona mnanisumbua? Kwa nini kosa langu? Vitimbi kunifanyia. Mumenipa donda ndugu, sina pa kuelekea. Sina jamaa wala ndugu, mimi wa kunisaidia. Sasa dada, Kaka. mimi nimefuata wito wako. Ndio. Sababu naambiwa siku zote mtu hakatai wito, anakataa yale maneno ambayo ataambiwa. Sasa mimi nimekufuata je nikusikilize dadangu ambacho unachotaka kuniambia. Kweli kakaangu, mimi nimekuita. Kuna jambo linanisumbua sana. Jambo gani dadangu? Kwenye moyo wangu. Usiku nikilala nawaza, mchana nashinda nawaza, yani hata amani nimekoswa. Kabla ya kuondoka mimi nikasafiri, kulikuwa na mazogo hapa kwangu. Na mazogo menyewe yalisababishwa na huyu mtoto wangu. Unajua, baada ya kuachwa marehemu dada yangu na mzee Mshunga, aliondoka na ujauzito wa mwezi mmoja. Baada ya kuondoka hapo, dadangu kakaa kule kalea ule ujauzito. Baada ya kulea ujauzito, bahati mbaya akajifungua na wiki moja akawa amefariki. Akawa ameniachia yule mtoto wa Hanasi. Yule mtoto nimemlea mimi mpaka kakua. Ina maana unataka kuniambia kwamba Hanasi sio mwanao? Ndiyo, ni mtoto wa marehemu dada yangu. Na Hanasi ni mtoto wa mzee Mshunga. Kwa sababu kipindi wanaachana na mzee Mshunga alikuwa na mimba ya mwezi mmoja na hakumwambia mtu yoyote, na mzee Mshunga alikuwa hajui kama kaondoka na ujauzito. Kwa hiyo baada ya kujifungua kakaa wiki moja akawa amefariki. Yule mtoto nikaishi naye mimi, nimemlea mimi, akawa kama mwanangu. Yeye mwenyewe hajui kama mimi sio mamake, anajua mimi ni mama yake mzazi. Ila hiyo siri sijawahi kumwambia. Sasa katoka yeye kaenda kutembea tena na dada yake. Halafu yeye Hanasi hajui kama yule ni dada yake. Dada, inaona unataka kuniambia kwamba ule ugomvi uliotokea waloshikiana mapanga kupigana kwamba ndo chanzo ni hicho? Yale mazogo yote ya kuletwa hapa, Hanasi kakamatwa huko ugoni. Live wanatoka bafuni kuoga. Nashangaa wewe mwenzangu huko hapa usilijue hili. Hii inawezekanaje? Mpaka unajua mimi mpaka sasa sielewi.
Yaani mpaka sasa hivi akili yangu naona kama inataka kuparaganyika. Ndio hivyo nilivyokueleza. Huyu Anasi? Ndio. Ila sasa yeye hajui kama yule ni dada yake. Sijawahi kumwambia tangia azaliwe. Hajui hiyo siri, haifahamu. Naifahamu mimi peke yangu. Hamna mtu mwingine ambaye anaifahamu. Sawa. Kama hajui, basi nakuomba utunze siri iwe hivyo hivyo. Usimwambie. Nataka tuje tukae ndivyo tumweleze taratibu. Basi sawa. Mimi ndo kitu ambacho nimekuita kakaangu uje unishauri niende au niache. Nimwambie au niache. Kwa sababu ataendelea kutembea tu na watoto wa watu. Ataendelea kutembea na ndugu zake tu. Unajua? Wewe unafikiri kitakachotokea Jaki mpa mimba itakuwa vipi hapa? Unajua tusitumie kitu haraka. Lazima tutumie kitu taratibu. Kwa sababu tukimtumia force tutamharibu. Tutumie kidogo, tutawaelewesha mpaka wote watajua. Mimi ninavyotaka ndo hivyo. Basi sawa kakaangu, mimi sina neno. La kwangu ni hilo tu. Sawa, hamna shida. Mimi nimekusikia na hili itabidi tulifanyie kazi mdogo. Ili tuje tuwakutanishe, tuwaambie kwa pamoja wote. Basi sawa, mimi nitaendelea kukaa na siri yangu hivyo hivyo mpaka nipate mwelekeo wake. Haya sawa. Basi mimi acha nikuache kwa sababu nilikuwa nawahi kwenye pirika zangu. Nimekuja hapa kwa sababu kusikiza wito wako tu. Basi sawa kakaangu. Haya sawa. Nakutakia jioni njema. Haya dadangu. Haya sawa. Acha mimi niendelee na kazi yangu. Haya sawa. Moyo umekumbwa na jeraha linalofisha mwili wangu. Maisha haya itakuwaje kweli? Itakuwaje kama huyu Anansi akijua yule ametembea na dada yake? Sijui nimwambie mzee Mshunga, sijui niache siri nibaki nayo mimi mwenyewe. Hapana, yaani hapa bora niondoke tu, niende nikabadilishe nguo, nimfuate huko kwake. We Anansi! Anansi! Njoo mara moja. Ya ulimwengu. Ulikuwa wapi? Ulikuwa unapanga kuni huko nyuma? Umemaliza? Nimemaliza. Sasa mimi nataka kutoka kidogo, nguo zangu siwezi nikaziacha hapa nje. Naenda mara moja kwa mzee Mshunga kule juu. Kwa mzee Mshunga? Na shida naye ya mara moja tu. Haya sawa. Usitoke, nguo zangu sije zikaibiwa. Nguo za watu hizi mwanangu, hatuna pesa ya kulipa. Haya sawa, mimi nipo mama. Basi haya sawa. Subiri nibadili nguo mimi niondoke zangu. Fi. We Fi.
Muda wote umekaa tu umejinamia, moto unawaka paka unazima. Shida nini? Toka kwanza tuzungumze, toka nje. Nilijua ushapika. Mungu niongoze. Uko sawa kweli mdogo wangu? Shida nini? Hivi dada, wewe na baba mnachotaka nikifanye kipo sahihi kweli? Kivipi? Yani sijakuelewa. Nyie hamwisi kama namwonea mume wangu. Unajua nimetoka naye mbali mume wangu, dada, nyinyi mnataka mimi niachike tu kiharaka haraka kama hivi. Kumbe wewe mjinga Bado una utoto Nisikilize. Nilivyokuona umekaa pale jikoni, nikajua unawaza kitu cha maana. Kumbe wewe upumbavu wako, nisikilize. Baba ndo kashaamua. Utaachwa, utaachika na ushaachika. Hakuna ndoa. Alafu sikiliza. Muda tu umejikaisha hapa nikajua labda nitarudi kwa ushapika. Kumbe umekaa tu unawaza ujinga. Rudi kafanye shughuli zako. Wewe umeshinda kupika, subiri nikachukua sufuria nje nipike. Ndio nikachukua sufuria nje zangu kupika mimi. Umekumbwa na jeraha. Hodi. Jamani, hodi hapa. Wewe dada, mbona mkali hivi? Sasa mambo ya kifamilia waingizie na wageni wanaoingia hapa. Karibu. Haina haja, mimi nishakaribia. Mzee Mshunga nimemkuta? Baba hayupo. Kaenda wapi? Kaenda huko ndani. Anarudi saa ngapi? Sijajua. Saa ngapi anarudi? Basi haya, akirudi mtakuja mfikishie kuwa kuna mgeni alikuja ila hajakukuta. Mtarudi siku nyingine. Labda kwa jina labda au vipi? Akija umwambie Anansi alikuja. Mamake Anansi. Ndio. Haya sawa. Nikifanikiwa kesho nitarudi au kesho kutwa. Sawa, karibu. Moyo unauliza mimi ni nani? Nioneshe njia. Wamekata mizizi iloshikilia kwenye maisha, wameweka dota. Kijani Horizon Security Services ni kampuni ya ulinzi Zanzibar iliyoko Fuoni Meli 5 kwa Ndundu. Inatoa huduma za kiulinzi kwa vifaa vya kisasa kama vile ufungaji wa CCTV kamera. Unaweza kufungiwa katika mfumo wa kompyuta na kuangalia katika simu yako ya mkononi kila kinachoendelea. Wana vijana waliopata mafunzo ya kisasa na wanatumia vifaa vya kisasa, wanaweza kutoa ulinzi kwa nyumba yako, taasisi, mahoteli, katika nyumba binafsi, ofisi mbalimbali ziwe binafsi au za kiserikali, katika taasisi na majengo makubwa. Wanafunga uzio wa umeme, yani electrical fence, katika nyumba yako. Wanaweka gate motors, alarm na kadhalika. Kumbuka, wanapatikana Fuoni Meli 5 kwa Ndundu. Kwa mawasiliano unaweza kuwapigia simu namba 0776386402 au 0718519830. Kwa ulinzi imara, kumbuka ni Kijani Horizon Security Services walioko kwa Ndundu, Fuoni, Zanzibar.